Sasa leo hapa kijiweni kuna huyu dada anaitwa Peace. Yeye huwa ni driver wa daladala. Huku kuna msela anapiga debe mbaya mbovu. Katika upigaji debe hakaja huyu mama. Sasa hapa anamtafuta Peace. Mwanangu. Mama. Mbona haupo kwenye foleni? Hapana, sasa hivi zamu ya huyu. Sawa, naomba nipeleke nyumbani. Nyumbani? 1500. Mwanangu, mbona hiyo pesa ni kubwa? Mama, hujui kama uchumi ndio unaongea? Au leta huu mzigo utanipa 4000. Peace akachukua mzigo na kuzama nao kwenye gari lake. Baada ya safari, mama alifikishwa anapokaa. Huku Peace anamwambia kuna kitu huyu mama kakisahau. Mbona hamna kitu nilichokisahau? Sasa njoo kesho uchukue pesa yako. Mama, unajua sitaki kugombana na mtu leo. Wewe nipe pesa yangu mimi nisepe. Unajua nini? Mtoto wangu anakuja leo jioni. Hebu nitolee habari za mtoto wako. Nipe pesa yangu. Nadhani unamjua mwanangu vizuri. Kumjua kiaje? Nipe hela yangu bwana. Haya mabishano yanaonesha huyu Peace na huyu mama wanajuana. Ila mama anadai hana pesa kwa sababu kaibiwa pochi yake sokoni. Ila Peace hataki kujua hicho kitu. Yeye anadai pesa yake. Huku mama anajitetea kuwa mtoto wake akija atamlipa Peace pesa yake. Basi ukatimka ugomvi mkubwa hapa. Paka huyu jamaa katokea. Huyu mama kaja kanifuata. Mara nipeleke, alafu sasa hivi anadai hana pesa. Anaongea ujinga yani. Jamaa anashangaa yani. Mwanangu, nimeibiwa pochi sokoni. Sasa hebu mwacha mama ongee. Mama, hebu ongea. Ngoja kwanza. Wewe muulize aliniambia nini kabla ya kuja huko. Peace anavurugika, hataki kuelewa anachoongea huyu mama. Hebu ngoja basi. Unamdai shingapi mpaka unakuza ugomvi kiasi hiki? 4000. Haya, chukua hii pesa na uondoke. Poa, ila nisikilize we mama. Siku nyingine ukiniona, usinifate. Umesikia? Na kuahidi utanisalimia. Yaani utanisalimia. Basi mabishano yakazidi kuendelea. Yaani wewe ipo siku yako. Kuna mtu tu atakuja kukufundisha kwenye hiki kijiji. Yaani atakufundisha tu. Sasa huyu jamaa aliyemsaidia huyu mama anaitwa Joseph. Na inaonesha huyu Joseph na huyu mama pamoja na huyu Peace ni watu wa mtaa mmoja. Baadaye mama alikuwa anajiwazia kwa mambo yaliyotokea leo mchana. Mara mtoto wake anatokea na kumkuta mama yake yupo kwenye huzuni kubwa sana. Huyu mtoto ana jina gumu sana. Sisi tutamuita Jessica. Mama, mbona umepoa ghafla? Sio mpumbavu Peace. Yaani nachokuambia mwanangu, kama Joseph asingekuwepo leo, nilikuwa nakufa. Mama, yani Peace kakupiga? Mama, ngoja uone nitakachomfanya. Jessica kajaa sumu na kumfuata Peace. Lakini huko mama akijaribu kumzuia. Sasa hapa mtaani Joseph yupo anatembea zake. Mara anashangaa kumuona Jessica kajaa sumu sana. Basi Joseph akajaribu kumuhoji shida ni nini. Joseph, kwa hiyo wewe umemruhusu Peace ampige mama yangu? Kwa nini akukupiga wewe? Kwa nani kasema Peace kanipiga mimi? Na kwa sababu gani sasa? Mimi sitaki kuelewa na nitamfundisha somo siku ya leo. Nitampiga vibao hata amini. Kumpiga? Hivi unajua unachoongea wewe? Kwa hiyo nataka ukapigane na Peace. Wewe achana na huyu, atakuumiza. Atamuumiza nani? Ataniumiza mimi? Ngoja nikuoneshe. Sasa Jessica hakutaka kumsikiliza nini Joseph anasema. Maana Joseph kamkataza kwenda kupigana na Peace kwa sababu Peace ni mdada ambaye ni mbabe sana hapa kijijini. Jessica akaamua kusepa na kumfuata Peace. Peace, hebu njoo hapa na ujitokeze kwangu. Sasa njoo tuongee wanawake kwa wanawake. Mbona nasikia sauti ya mbwa ambaye simuoni? Wewe ndio mbwa. Na nikakwambia umpige mama yangu. Mimi sijampiga mama yako. Na kama ningempiga mama yako basi angekufa. Uongo. Huo ni uongo. Kwa hiyo mwili wako wewe ni wa kumpiga mama yangu, ila sio wa kupigwa, si ndio? Nasema hivi, sijampiga mama yako na sina muda wa kuongelea huu ujinga. Hebu njoo hapa. Jessica kala kofi jingine ngumi, akabaki analia kwa nguvu sana. Raia na wenyewe hakuwa mbali, wakazama ndani. Kipi kinachoendelea hapa? Kanipiga mimi. Mimi sijampiga. Hivi wewe una shida gani? Sijamgusa. Hujamgusa na ameumia jicho? Mimi sijamgusa bana. Basi hawa majamaa wakaamua kumsaidia Jessica. Hii ndio inaitwa mdomo kuponza kichwa yani. Basi washikaji wakawa wanamsindikiza Jessica kwao, maana wanajua kabisa Peace ni mtu ambaye ni mbabe sana. Kwenye kutembea wakakutana na Joseph. Jamaa akajaribu kuwauliza kipi kimetokea. Kapigwa jichoni. Lakini nilikukataza eti usiende kupigana. Mbona nyinyi niachieni kwanza. Jessica kanuna vibaya. Sasa huko tena kwa Peace kuna huyu mzee kaja halafu anamuita Peace. Basi Peace akatoka ndani na kumsalimia huyu mzee, huko akimuuliza kama kuna shida. Hakuna shida, ile nimekuja hapa kuchukua pesa yangu. Nafahamu, ila leo ni Jumanne na mimi huwa nakulipa Ijumaa. Kwa hiyo bado siku 3. Leo ni Jumanne, lakini ndo wiki imeanza unajua. Sasa hipo hivi, huyu mzee ndio mmiliki wa gari ambalo Peace anatumia kupigia kazi. Kwa hiyo hapa kaja kukusanya ukoto lake, alafu katinga kabla ya siku ya marejesho. Peace akabidi atoe hela, maana mzee anadai arudishwe ufunguo wake wa gari. Sasa hii ni nini? Sikia, kama hutaki kunipa hela yangu rudisha gari. Mimi sina sasa. Haya chukua sasa. Alafu nenda unipe ufunguo wangu wa gari. Mzee akasala sana. Peace akamuongezea pesa huyu mzee, maana palianza kuchimbika hapa. Mzee ana hasira vibaya.
tumekuita hapa kwa sababu tumepokea kesi nyingi sana kukuhusu wewe. Sasa usiku huu Peace alipelekwa kwa mwenyekiti wa mtaa kwa sababu alimpiga mama yake na Jessica pamoja na Jessica mwenyewe. Hata hivyo hawa wazee wanamlaumu sana Peace kwa sababu amekuwa na tabia za kuwapiga watu pasipokuwa na sababu za msingi. Pia Peace akapewa onyo kali huwa asirudie tena, kama akirudia atapewa adhabu. Sasa kwa nini asipewe adhabu sasa hivi? Mpigeni tu. Usijali mtoto wangu. Jessica alitaka Peace na yeye apigwe. Sijajua kwa nini jina lako ni Peace lakini unapenda maugomvi yani. Palipokucha, Peace alikuwa anamuomba Mungu kabla ya kwenda kazini. Akaomba sana wakati huu. Akatoka nje na gari likaogeshwa kwa maji ya baraka. Peace anafanya haya yote kwa sababu biashara yake ni ngumu sana. Basi alipofika kijiweni alikuwa katulia zake. Hapa kuna huyu mteja alikuwa anataka usafiri wake binafsi. Peace akanyanyuka na kwenda kumsikiliza. Hapa jamaa akaanza kuelezea kuwa anataka kushuka sehemu gani. Kama unashuka Chata, gharama yake ni 15. Sawa, twende. Peace anafurahi sana. Tangia asubuhi anakuja kupata mteja mmoja, tena wa 15,000. Haikuwa poa yani. Basi safari ikaanza humu ndani. Chizi akawa anapitia baadhi ya makaratasi yake ya kazini. Peace anafurahia kishenzi, anaona kabeba boss kwa siku ya leo. Baada ya safari kuwa ndefu, wakafika sehemu husika na jamaa akashuka. Ila Peace anawaza pesa tu. Jamaa yupo anajisachi, haoni simu wala wallet. Akaona aende kutafuta kwenye gari. Anatoka huku anashangaa, "Embo acha utani, nipe pesa yangu." Hata mimi nashangaa sioni wallet yangu wala simu yangu. Basi Peace akaanzisha vurugu tena. Akapiga teke begi la jamaa. "Nipe pesa yangu bwana." Akamkata ngumi nzito jamaa mpaka jamaa akaenda chini. Jamaa akadondokia kichwa na kuzima pale pale. Huko Peace anamwambia nyanyuke na mpatie pesa yake. Mara Jessica na yeye hakuwa mbali, akatokea pande hizi. Jessica akawa anashangaa tukio lililotokea. Mara Joseph na yeye akafika. "Ndio nini hiki? Kaisha muua eti?" Jessica akaanza kupiga kelele kuwa Peace kaua. Muda mchache raia wakafika sehemu hii na kuanza kumzingua Peace kuwa kaua mtu. Basi magogo na matairi akachukuliwa ili Peace auliwe na yeye. Ngojeni kwanza napumua." "Wewe hamna, huyu kaua." "Subirini kwanza napumua, hajafa." Ilikuwa ni kelele aisee. "Ngojeni kwanza." Joseph akaanza kutetea pale, maana palitimka sana. Basi raia wakaanza kumkagua huyu jamaa na kukuta bado hajapoteza uhai. Ikabidi wampeleke hospitalini. Peace aliogopa sana. Ubabe wote ukawa mfukoni. Mgonjwa wenu anaendelea vizuri, ila ameumia kichwani, kwa hiyo amepoteza kumbukumbu. "Dokta, huyu ndo akampiga." "Jamani, ni bahati mbaya, ila lini atakuwa sawa?" "Atakuwa sawa, ila kaumia kichwa, kwa hiyo atachukua muda kidogo." "Kaumia kichwa? Kwani huyu ni mume wako?" "Hapana, mimi simjui, nilimbeba tu." "Huyu hawezi kuwa na mume, ni mpumbavu, kila abiria yeye anampiga." "Jessica, achana na hayo mambo bana. Shida yako nini? Kila muda unamtetea huyu, si ndio?" Hapo hospitalini mabishano yalikuwa makubwa sana, lakini daktari anadai kuwa jamaa akapoteza fahamu na gharama za matibabu Peace ndio anatakiwa gharamie. Huku nyumbani Peace akawa analia sana. Pesa alizojichanga kwa muda mwingi anaenda kumlipia mtu mwingine. Akalia sana siku hii. Baada ya siku kupita, Peace alikuwa anamwangalia mgonjwa wake huku akiwa na majonzi. Jamaa anazinduka na kumuuliza Peace kwa nini analia. Basi Peace akanyanyuka kwa furaha na kwenda kumuita daktari. Daktari akaingia na huyu mwenyekiti wa mtaa. Peace akawa anamshukuru Mungu. Ghafla akashangaa. "Sasa mwenyekiti, umefuata nini huko?" "Nimekuja kumuona mtu uliyetaka kumuua." "Anataka kuniua?" Sasa hapa jamaa akapoteza kumbukumbu, hatambui chochote kile. "Unaweza kukumbuka, yani unaweza kukumbuka kitu chochote? Hivi wewe ni mke wangu?" "Kwa hiyo umenisahau mimi ni dereva?" Jamaa anashangaa. Ikabidi daktari amuelezee kuwa kakumbwa na tatizo la kupoteza kumbukumbu kwa sababu alipata majeraha kwenye kichwa chake. "Hiki mnachoniambia huenda ni ndoto. Ngoja nilale kwanza, huenda nikiamka nyinyi mtakuwa mmeshaondoka." Jamaa anaamini kama anaota, maana haelewi kitu hapa. Peace anashangaa tu. "Sasa kwa nini amuondoke? Kwanza kipi kimetokea kwenye kichwa changu?" "Jina lako nani?" "Mimi sijui bana. Hebu niangalie na uniambie wewe ni nani." "Niangalie basi." Peace, yani mtu yupo hivi na unataka kumuua tena? Unataka kuniua tena? Sasa inakuwaje utaki kukumbuka jina lako?" Waliwaka sana humu hospitalini mpaka daktari akaingia kati, akaanza kuwapoza. Basi Peace ikabidi aondoke na jamaa, maana jamaa hana kumbukumbu, kwa hiyo hana msaada wowote ule. Na huu ndo msalaba wa Peace. Muda wa chakula, Peace anampa chakula kidogo jamaa. Yaani kwa muda fulani ni kama makusudi, ila muda mwingine maisha ya Peace ni magumu sana. Mpaka muda wa kulala jamaa akawa analala chini. Sasa kesho palipokucha, jamaa alitembelewa na hawa wazee wa mtaa. Jamaa akawasalimia na kuambia ngoja awaletee kiti wakae. Unamwona huyo kijana? Yaani ni mcheshi sana. Basi jamaa akawaletea kiti na kukaa. Sasa hawa wazee wamekuja hapa kumjulia hali huyo jamaa. Na pia wakamweka wazi kuwa awe mvumilivu kwa Peace. Maana tangia Peace wazazi wake walipofariki, amekuwa mkorofi sana. Sasa wakati wanapiga hizi mada, Peace akatokea. Ikabidi wakae kimya. Basi Peace akashangaa ujio wao. "Tumekuja hapa kuona ni kwa jinsi gani unamhudumia huyo. Ila ngoja kwanza, umekula chochote leo?" Lilikuwa swali zito kwa jamaa. Peace anamcheki tu ajichanganye. "Nilimwagiza hichi chakula. Ila mwenyekiti samani, naomba muongeze na wewe." "Unaweza kuongea hapa hapa. Ni maongezi binafsi."
hapana, ongea hapa hapa. Wazee wanamkazia Peace, maana wanajua kabisa anataka kukwepa majukumu. Basi baada ya kumbishia, wazee waliamua kuondoka ili wakaendelea na majukumu mengine. Kwa hiyo wewe ndio umewaita? Hapana, umekuja kuniangalia wenyewe. Basi Peace akakasirika, kisha akachukua mfuko wa mkate na kumpatia slice 2 za mkate jamaa. Mchiza anabaki anamshangaa Peace, maana hawezi kutoboa kwa slice 2 tena za mkate, inaumiza sana. Sasa huku ushuani kuna huyu mama anadai kuwa mtoto wake kapotea, na leo ni siku ya 5 haonekani na simu zake hazipatikani. Kwa hiyo hapa anamhoji rafiki wa mtoto wake na anashauri kama vipi wakatoe taarifa polisi, na inaonesha huyu jamaa ambaye anaishi na Peace ndiyo mtoto wa huyu mama. Ila huku msela njaa inamsumbua vibaya sana. Peace anatoka kazini, jamaa anamuuliza kama kanunua kitu chochote. Peace akamkata jicho moja zito sana. Umenunua kitu chochote? Nasikia njaa. Una njaa? Yaani umekumbuka chakula? Hapana, ila nasikia njaa. Yaani unakumbuka chakula ila ukumbuki jina lako. Hivi unajua leo kimetokea nini? Au nimepatwa na nini? Peace anaumia kishenzi. Yaani biashara haiendi, alafu jamaa anamkumbushia masuala ya chakula huku amesahau jina lake. Akaenda akachukua chupa na kuipasua, kisha akamfuata. Yaani umesahau jina lako? Hapana sina njaa, hapana sina njaa. Peace akalia sana. Pesa hakuna na huyu jamaa anampa mzigo kwenye maisha yake. Baada ya ugomvi kuisha, jamaa alikuwa anamwambia Peace kuwa ampeleke kwa mwenyekiti wa mtaa ili ampatie taarifa kuwa anataka kusepa. Unamaanisha au? Ndio, kuliko kukaa hapa na sina kazi, bora niondoke. Basi Peace akanyanyuka na kuchukua mkoba wake. Tuondoke sasa. Sasa hivi jamaa alitoa mapendekezo ya kuondoka, lakini Peace akataka ikiwezekana aondoke hata sasa hivi. Sasa huku kwa mwenyekiti, Peace alikataliwa kumwacha huyu jamaa aondoke, maana hana kumbukumbu, kwa hiyo hawezi kujua anapokwenda. Pia mwenyekiti akamwambia Peace kuwa kama akimfukuza huyu jamaa basi atampeleka jela na kumfungulia mashtaka, kisha akamwambia aondoke hapa. Palipokucha, Peace alikuwa anaondoka zake kwenda kazini. Mara jamaa na yeye akawa anamfuata kwa nyuma, anataka wakapige kazi wote. Ila Peace anamuuliza kwa nini? Ni kwa sababu nashinda tu humu ndani bila kazi, kwa hiyo bora nije nikusaidie. Yaani kunisaidia mimi kiaje yani? Yaani kivipi? Kama konda, kwa sababu mimi na mazungumzo mazuri na wateja. Sasa jamaa kang'ang'ania kuwa kama konda ili wakusanye maokoto pamoja. Huko kijiweni jamaa akawa anapiga debe sana. Wateja wakawa wanaingia kwenye gari kuliko kawaida. Baada ya kazi waliingiza pesa nyingi sana siku hii. Uweze amini yani. Huku Peace ana furaha sana kuwa leo kaingiza pesa nyingi kuliko kawaida. Kwa hiyo leo tunaweza kula chakula kizuri. Ndio, leo ni msosi mzuri. Lakini Peace, kuna kitu nataka nikuulize. Kwamba umeshafahamu ulipotoka au? Hapana, leo nimejifunza ni kwa namna gani kazi yako ni ngumu kiasi hiki. Bora hata umeona. Yaani kuna watu wengine sijui wanakuwa na shida gani, wanaweza kukufanya mpaka ukauzika. Yaani hapo ni siku moja. Sasa ungekuwa unakaa kila siku, ungeelewa ugumu wa hii kazi. Lakini nakuomba kitu kimoja, usipende kugombana. Hapa jamaa akawa anampanga Peace huwa aache kuwa mgomvi, maana ugomvi ikiwa mkubwa sana anaweza kupata hata hasara, na akamtolea mfano kama vipi yeye angekuwa amefariki, maana muda huu angekuwa gerezani. Basi Peace akamuelewa. Huku mtaani jamaa akawa anatembea na Peace. Mara Jessica akatokea na kuanza kumtukana Peace kuwa ni muuaji. Kaka, najua unifahamu, lakini huyu alitaka kukuua. Wewe huna akili timamu. Mimi sina akili. Mama yako na baba yako ndio hawana akili. Peace akaanza kukiwasha tena hapa barabarani. Ugomvi kaanza kukua tena. Ile jamaa anamzuia sana ili mambo yasije kuharibika tena. Akajitahidi sana maana alishamkataza Peace asipende maugomvi. Lakini uliniahidi utaacha ugomvi. Basi Peace akaanza kupoa, maana jamaa alimtaka aachane na ugomvi. Baada ya hapo, jamaa alikuwa anamuhoji Peace ni kitu gani kilimsibu kwenye haya maisha, maana ana hasira sana. Peace akadai kuwa chanzo cha matatizo ni baada ya mama yake kufariki, alafu baba yake akaenda kuoa mke mwingine, kitu ambacho mama wa kambo akawa anamtesa sana. Ila mzee alikuwa hafuatilii hilo swala. Ikafikia hatua mzee wake naye akapoteza maisha, naye akafukuzwa nyumbani alipokuwa anakaa. Hata mali za baba yake yule mama wa kambo akazichukua. Pia hata hii nyumba anayoishi sasa hivi alipambana sana kuikomboa. Hata huku mtaani watu walikuwa wanamuonea sana, ndio maana akaamua kuwa mbabe. Ila jamii sasa hivi inamtenga sana kwa sababu ya ubabe wake. Basi jamaa akamtuliza na kumpa moyo kuwa kila kitu kitakaa sawa. Walipokucha, biashara ilikuwa inaendelea kama kawaida, huku jamaa akipiga ukondakta wake. Baada ya kazi, watu wakazidi kumpenda Mchizi, maana alikuwa anaishi na hawa wana kijiji vizuri sana. Polisi, ni nini hiki unaniambia? Yaani unataka kuniambia kuwa mwanangu kapotea, si ndio? Hapana mama, tumejaribu kumtafuta kila sehemu na sasa hivi tumeposti picha zake kwenye mitandao ya kijamii ili kwa yeyote atakayemuona tusaidie kutupatia taarifa. Hapa kuna huyu mama na rafiki yake na yule jamaa. Wanawalaumu mapolisi kuwa wameshindwa kumpata Mchizi kwa sababu ameshapewa pesa nyingi sana. Huko hakuna chochote walichokifanya. Ila huko kwa jamaa, yeye yupo na Peace na amempeleka Peace kuomba msamaha kwa watu waliowakosea.
Mpaka usiku Peace akafika nyumbani kwa mama yake na Jessica, kisha akaanza kumwomba msamaha. Mama yake na Jessica pamoja na Jessica wakamsamehe. Jamaa alifurahi sana maana alimtaka Peace abadilike. Palipokucha, Peace na huyu msela wakawa wanacheza karata. Wameanza kuzoeana sasa na maisha yameanza kunyooka. Mara Joseph akaja, alafu akamuita Peace kuwa anamuongeza naye. Basi Peace akanyanyuka na kwenda kumsikiliza. Hapa Joseph anamuonesha taarifa Peace kuwa huyu jamaa anatafutwa na familia yake. Ila hapa mchizi baada ya kukaa sana akaamua kuingia ndani. William, naam. Ngoja, nimesikia unaniita William. Umejuaje kama anaitwa hivyo? Wewe ulikuwa unajidai ujui jina lako. Hapana, kwanza nimefikaje hapa? Joseph, kuna kipi kinachoendelea? Sasa Joseph akampelekea simu William. Na inaonyesha huyu jamaa alivyoitwa jina lake, kuna kitu kama kikashtuka kwenye akili yake. Baada ya kuona ile simu, akakuta kuna tangazo kuwa anatafutwa. Ila jamaa alivyotazama zile picha, akagundua kuwa mama yake anamtafuta. Huko kina Peace wanafurahi sana. Ila hapa William kumbukumbu zikawa zinamrudia taratibu yani. Kichwa. Yani wewe ulinipiga ngumi kubwa. Ulikuwa na shida gani? Hapa ushakuwa sawa William. Ila hata kama unapandaje gari huna pesa. Sasa William kumbukumbu zikamrudia katika mazingira ya utatanishi sana. Maana alivyoonyeshwa zile picha na kuitwa jina lake, akajikuta kaisha kumbuka mazingira ya nyuma. Ikabidi achukue simu na kumpigia mama yake. Lakini huku mama yake hapokei simu kwa sababu matapeli wamekuwa wengi wakimpigia simu. William akaamua kumpigia simu mdada wa kazi. Humu ndani ushuani, mdada wa kazi akawa anampelekea simu mama yake na William ili aongee na simu. Mama baada ya kusikia sauti ya mwanae akajikuta na furahi sana na akataka muijie hata sasa hivi simu aliyopo. Ila jamaa akamwambia kuwa yupo salama, ikipendeza waje muijie kesho. Basi kesho mapema mama yake na William wakaja. Maana William alikuwa amewaelekeza simu anapoishi. Basi William akawa anamshukuru kila mtu kwa kuwa kaishi nao vizuri. Basi mama akamchukua mtoto wake. Hapa Joseph akawa anaomba kibunda fulani hivi. Mama wallet haina njaa, akatoa dola na kumpatia. Jamaa alifurahi sana. Kesho kijiweni Peace kaka na Joseph wanapiga story. Kuna gari ya kifahari ikawa inasogea maeneo haya. Basi gari lilipopaki, William akashuka na kumuita Peace. Basi Peace akafurahi sana kwa kile alichokiona. Ilikuwa ni furaha sio ya kuguswa. Basi William akamshukuru Peace kwa mara ya pili na akamletea cheki ya pesa zaidi ya milioni 20. Peace na Joseph walifurahi kweli kweli. Hakuamini walichokiona, wakagaragara mpaka chini. Ilikuwa ni furaha sana machoni mwa Peace. Hakuamini alichokiona. Na huu ndo mwisho wa hii movie ya Tranches Kid. Mimi unayenisikia hapa ni Joe Boy. Itakuwa poa sana kama ukisubscribe channel hii ya Riri One.